Naitwa John Agwambo. Ndugu yangu anafanya kazi kwa hii kiwanda ya Blue Nile. Alikuja kazi at around midday, nimepata ripoti kuwa amepata accident. Wakati nimefuatilia nikakuja mpaka hapo, nikakuta amepata accident na akakufa. Kufuatilia zaidi tukaambiwa alikuwa anafanya kwa boiler. Tunapea information kuwa ni kama aliteleza akaingia kwa boiler. Mwili haiwezi patikana. Tunaambiwa temperature ya pale inakuanga very high. So mwili already imesiagwa, imeisha. So there is nothing we can get. Tumejaribu kuongea nao if we can get even just a single part of the body so that we may prepare burial process. Wakatuambia for now nothing can be, we can get nothing. Polisi walikuwa pia wamefanya kazi yao. Tumeenda tukaoneshwa pale, tukaambiwa the area is under, imekuwa blocked. Hakuna mtu yote anaruhusiwa kuingia pale. So sisi kama familia tumeenda pale, tumeona ni area very dangerous. First thing, juu wanafanya juu na chini ni kama boiler, wanachukua chuma wakirusha. That process, kwa hiyo process ndio ndugu yangu ambaye anaitwa Caleb aliteleza na ameishia pale. I was called by one of the employees here ambaye wanafanya kazi na yeye. And in fact employee alinipea wrong information, akaniambia ndugu yako tunafanya na yeye kazi na ameumia. So even as I was coming from home to here, nilikuwa nafikiri maybe ni mguu imeumia ama mkono. Kufika hapa nikaanza kuona mood na change. So far kampuni, unajua obvious lazima defend upande wao, ndio na upande wa safety already tumeenda pale iko mbaya. Watu wamekuja kutoka Dosh THIKA branch. Already tumeongea nao, wakatuambia pia they are not allowed to give us any information for now. Na sisi ile usaidizi hatutaki watusaidie ati mara walete hii. What we want is just justice for the family ambayo wamepoteza kijana yao. Is my brother but the parents are all there, ambayo tunataka at least ya kupoteza kijana yao waone at least wamepata haki vile inafaa. Kijana ndio tegemeo, being the second born in the family. Yeye ndio kwa hii kibarua alikuwa anafanya hapa, ni yeye alikuwa anashikilia hiyo familia. Amefanya over 7 years. In fact walikuja kama kiwanda bado ndio inajengwa. Amefanya miaka mingi. Ni ile tu sijajua status yake ya kazi, but I think ni kama amekuwa confirmed permanent ama bado contract, sijajua sana, lakini amefanya miaka mingi. HR wametuambia siku ya leo tuko na usuli sana kwa sababu tumepoteza kijana mdogo, na ile imetusangaza sana, imenisangaza sana hapa Kenya. Ati kuna pahali mtu anaweza fanya kazi lakini anguke mpaka akose kuonekana tena. Yani ukose mtu akiamuka asubuhi na ukose kuona tena kwa maisha yako. Yani hakuna mtu. So hiyo ndiyo imenisangaza ni wanaweka kama security, wanaweka aina gani ya risk nini ya wafanyakazi, kwa sababu unaambiwa alikuwa anafanya kazi lakini amefurutwa, na walikuwa wanasema alikuwa nini chuma, kuna chuma ilishika gloves. Ati gloves imeshika mtu aingie kwa hiyo machine na akose kuonekana tena melt. So nimeshangaa ni precaution gani wanaweka kwa wafanyakazi, kwa sababu tumepoteza kijana sahihi, na tumepoteza kijana hata hatujapatiwa habari any family member. Company hawajawaeleza, hata hawajawapigia. Tumepigia tu na rafiki ambao walikuwa wanafanya naye. So tuseme ni kama huyo kama angepiga na mtu pia uwezi ukaona, si angepotea tu hivyo, kwa sababu hakuna mtu yoyote factory alichukua hata kuarifu wa familia kitu imefanyika hivi. So sisi tulikuja tukifikiria ni just normal accident, lakini tukisema okay ni normal accident, wapi mwili au wapi huyo mtu tupeleke hata hospitali, tunaambiwa uwezi ukapata mwili. Tunaona kwa sababu ya haki ya wafanyakazi sana hii yetu isiwe ati ndio ingine iendelee kama hiyo. Ni uchungu. Sitaki kuona ingine iendelee kama hiyo. Wacha factory wachukuliwe hatua, kama kuna watu ya kuangalia security ya wafanyakazi wachukuliwe hatua. Hapo pale mwili ya mtu inaweza ingia yote na ingie kwa moto na ichomeke kabisa, imelt kama chuma na ipotee hivyo. Nafikiri hapo ni hatari kabisa, haitakikani kukaa hata kwa factory.
Niliona ni kama kuna tumeambiwa kuna mashini iko na magnet inachukua chuma area fulani, na ikichukua chuma kuna karili inapeleka hiyo chuma iko ya magnet, alafu inaweka mali ndio wafanyikazi wanachukua. Lakini nikitazama naona ni kama pale wanatumbukiza hiyo chuma iko chini kidogo, kumaanisha kama iko chini lazima uiname na utupe, kumaanisha force kidogo tu ikikufuruta kidogo utaingia kwa hiyo, na utaingia kwa hiyo bola inachemusha chuma, na kuna precaution yoyote ya security imewekwa hapa, kuna safety. Ningependekeza kiwanda isifanye kazi kabla hapo ijatengenezwa ya kuensure security ya wafanyikazi. Hii kijana yetu iwe ni mwisho, lakini kwa sababu ya wale wanaangalia, wale walikuja wakaona, wa make sure hii kiwanda ifunguliwe tu wakati hiyo kitu itatengenezwa, ya kuangalia security ya wale wanafanya